Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Morireria bw'Ensoko TV nkukwana kurandosi asore asomogoroba obono aseri tukerigarie 15 na rimu mutinyo 5 na rimu mwaka gwe 2025 na rimu no kugenda kwane bwigo kwa rero bya seri tukorigema na bwiga no gandira tukubwatie biro byonsi y'Ensoko kuro chinsa 12 cheke mambi gwe carboni gacyarigire ikomi cha Afrika ya mocha ngakiyuka nyorama ya ase enchira yo bwenge buna aberega kwa rero asomogoroba obono tubwati gwetera senchira y'umutanda gwekerera sensemo ya YouTube Ensoko TV Eliane Ishmael Mogere. Asomo chakano mogoroba bono ebunge ya county ya Kisii nigo yabeire ebunge ntangani imeyense ya Kenya wetie budget yo mwaka w'ekibesa bw'ekilfu 2025 na kabere eyo isene chibilioni 22 korengana no munyakerugo bwe committee ya budget ye bunge yo Peter Utachi nigairero buna chisemi chipara amone 20 ya machi ne chi sector chiria chiairwe chibesa chire chekerengo kiegoro ase budget yarenge chibilioni 22 nigo monogerwe bunge yo Daktari Philip Nyanumba negati yaba MCA bagokeire budget yo nakolira kubwatesia mugavana Paul Simbarati wikirania eire yae guchiase abamenyi be county ya Kisii. As many of the same opinion say aye. Aye. As many of the contrary opinion say nay, the aye agree. Then get enough clean that was allocated for purchase of medical drugs. Thank you, Wasili. Today, we are the first county to pass the budget estimates for the financial year 2026-2027. And I want to report that we have a budget of 22 billion shillings. And this 22 billion, we are anticipating to collect revenues of our on-source revenue to a tune of 3.7 billion. But I also want to report that this budget has good things for the people of Kisii County because we factored in purchase of maram at 80 million and fuel at 120, which will facilitate the construction of roads across the county. Number two, we also have the highest budget for water, which will be 2.25 billion shillings, Kenya shillings. And this is because after we had purchased the machineries, now we had no option other than to also concentrate on giving people water. We also have a bigger budget in the Department of Medical Services, which will entail improving our level 4s, the Nyamache Hospital, equipping of Ogembo Hospital, and other things. Then I think that is what I can say. We also have a bursary, and this bursary we have factored in 315 million, which will be used in the forward budget, and that one will entail 7 million going to every ward. Tigangira niriaba esimiwa baito wonsimbi yamono ase ogo support umugabano ito erinde 40 magenderero ase Kisii yeito lero twetire budget ya 2026-2027 ase ngencho yo 40 magenderero ase county yeito ne bintu biri byonsi pigabana a promiseti abantu ba Kisii ritangani kabisa ese budget yaeta gabano consider abana baito so kogenda konyora mabere gabano consider abantu baito kogenda konyora jipara esensemo ya editi inwa bana habari nkogenda muri mwanya go interview abaheshimiwa iskali babugata masakaranga jipara tubwate jipara tati na arwete ntorakora assembly ye twaeteriri chikeli imali no mujumbe ochorire nabantu kuna njenjorere ko bus central ali no ngosoa na prosecute case kiane koru taliska ali meteim ase budget yetu twetiriri tukoria rero the biggest beneficiary we budget yega aro muswati wito Kisii County because abaswati twatemnyorera matemu amange kera abana baito bakwenda chindo chikuya mache kwanyora banyorera marita mapema kwanyora abana baito basirire galia na ndo goitweka naone bibuyu mututariga singororo but the members of this assembly and the executive omugavana wito Paul Simbarati orore na ne ya maana
a budget ya gusi 30% of it egenda samangana ya mache. So we want to thank him and also tote nambuya mono. Mr. David Maraga nigamuchire serikali ya Kenya kwanza asatebire nigebwatu bukurumi na nigo egenderete kubugoria tisira ekyo chikore maria omo Kenya gukwara se egikaro kyogokwanira bunense egenderete Maraga nigo boigo atebire serikali nige ekuiba chibesa cy'abananchi na koba nainde chibesa echi chukoro kibuna negenderete kubakonya. This year's budget 2026-2027 budget, which is 4.8 trillion. Out of that, 2.3 trillion, which is equivalent to 48% of the national budget, is going to be to loan repayments. That's not all. This government now, the Ruto regime, has now resorted to securitization. Securitization is borrowing on the security of tax revenues, future tax revenues. That is mortgaging the Kenyan youth's future. Remember, the Kenyan youth, most of them are without employment, and they have their consent has not been sought about this borrowing. That is also contrary to the principles of public finance, including intergenerational equity that are there in Article 201 of our Constitution. They said, corruption has reduced them to beggars in their own country. The extractive system has stripped millions of Kenyans of their dignity and their humanity, to the extent that one Mzee Ombui Orandi, a man nearly 100 years old, was trampled upon and killed when he was scrambling for 200 shillings that was being given by a local MP in Kisii, just shortly before President Ruto went to that area. You know, that's how this government works. You go to the area, pour money, and the people come. Kinga kyomrai wensi William Ruto achakretaro ya bena imense ya France asege karo kia 52 kia G7 ime ya France nigo rero bya bwige karekyo no boigo aliara chikukwanirwa asege karekyo kia G7 egati yabo ayabwatkaine no borendi amuna yande amange. This is a most consequential and significant meeting, especially happening against the background of what is happening globally. And for us in the African continent, it is a build-up from where we were in 2023. First, we convened the Africa Climate Summit in Nairobi that brought together African heads of states and stakeholders to discuss and consolidate our position, ideas, and suggestions on how climate change and the effects of it were affecting not just us, and Africa did not need to continue just being a victim, but a significant contributor to how a solution could be found. It is also against the background of Africa Forward Summit that we held last month, where 33 heads of state were in attendance with our friends from France. And again, we built consensus on where is Africa going, how is it going to play in the global scheme of things. We come here with very clear ideas. Number one, there will be 3 sessions. Session number 1 will be about forging new partnerships, international solidarity that is going to inform the new world order. We are also going to be discussing development. We are going to be discussing how we are going to forge a new development paradigm
of shared economic activity and shared growth that is global, and who is going to play what. And finally, we're going to be discussing about technology, how e-government, AI technology, governance, how is everybody going to play? You remember very well that Africa was absent when all the other revolutions were being discussed. Omugavana we county ya Kiambu Kimani wa Matangi nigo airechinga kichaye gukwanere igoro ya makongo abereka gwetera asobraibwaye nabo igukumigwa kurwa ase abraigete ase nkwana ya yeme county ya Kiambu niga rais rubuna niga abraigete bamuganetie anyare korusya ebesa y'omwana inchi eyuere enchire yemo yogokuruma korende obere kago tenena bokongo na ekine kyo kya irere kogendera gwetera makongo ao yokumigwa ase obraibwaye. Na roho ndio hiyo. Na niwaambie, na mimi nilisema vile mlinifanyia heshima mkinipatia hiyo kazi na mmeniweka nikiwa governor, lazima niwarudishie heshima. Na heshima yangu nilisema heshima yangu kwa mwana Kiambu ni kufanya kazi ambayo mmenituma nifanye. Vile mliniweka kwenye hiyo kiti, hakuna mtu mliniitia Nairobi. Hamukuniitia mbunge yoyote, mulinipeleka huko mimi peke yangu. Ama namna gani jameni? Na ndio nikasema hata kwa hii vita mnaona mimi napigwa mingi sana. Ati kwa vile nimesimama na msimamo mmoja wa kusema ya kwamba haki yetu na ukweli wetu kama wana Kiambu ni kulinda haki ya hawa wenye wanadharauliwa. Ama namna gani jameni? Na nikasema mimi sitaki kupendwa. Sitaki kupendwa huko juu na wapi, hata sitaki kupendwa na wamechaguliwa. Nataka kuweka heshima ya kusema ya kwamba ukipatiwa kazi, heshima wenye wamekupatia kazi. Fanya kazi umepewa. Mimi hata nikibeba mali yenu yote niende nikajipendekeze kwa wamechaguliwa na mimi. Ati nikiangalia mahali tu shamba yenu, ati niunganishe hao, ndio waseme mimi ni mzuri tukawanyane, alafu nienda nikajifanya jamaa wa maana huko. Hiyo ni laana, sio baraka. Ama namna gani jameni? Yes. Hapa Kiambu nilisema sichaguliwa senator, nichaguliwa mara ya pili, nichaguliwa governor, alafu nirudi tena kuwaomba kazi nikiwa ninakuja na sarakasi na mdomo na story na wimbo ati niwadanganye mnichague mara ya pili. Uamuzi wangu ni moja. Kama nyinyi mkikagua muone ya kwamba Wamatangi mwaka wa 2027 hajafanya kazi, basi hakuna haja yangu kurudi kuomba kazi mara nyingine. Nilisema nitawaomba kura ya 2027 kwa mjadala na kwa ticket moja peke yake ya ile kazi nimefanya. Na ndio mnaona nimeingia kwa hii county, nimesema wacha ionekane ya kwamba mtu anaweza kuingia akiwa amekata kauli ya kazi na ionekane kazi imefanyika. Kazi ndio hiyo na roho ndio hiyo. Egati abrai kurasa rugongoro kambani nigo bagendere kumusukuma Kalonzo Musyoka kumubwate sio murai wense William Ruto na igaguchaka kubwaterana ukwana kurasa nsemo ya Mwala Vincent Musyoka Musau nigairere buna ensemo yo kambani ni bwateri bagali okora ense korende tali gwetrase enchira ya Rigathi Gachagua. We have an opportunity as a Kamba nation one day to lead this nation. But that opportunity is far from leaders like Gachagua. It is not, and it can never be associated with greedy, selfish, divisive leaders like him. Chance yetu ya Wakamba, and I also want to extend this to our other leaders, kama our Wiper leader. Mbona tusiungane kama maendeleo iko na maana kwa watu wako? And this president is willing to partner with everybody so that our people can benefit. Mbona tusiungane sisi sote kama ni serikali mnatafuta na kuna serikali tayari iko yenye haina shida inawaruhusu nyote mkuja tufanye kazi. Mbona hamtaki kukuja tufanye kazi? If there is an opportunity for anybody to lead now, it is through working with the coalition that we already have through the president, the Kenya Kwanza coalition. Gachagua, Suti Kombo, Alliance Suti Kombo.
is a very, very transactional man. He's not a democratic leader. He's not. He's a businessman. Na ndio hata kama hamjui, wakati tulikuwa tunafukuza yeye, alikuwa na make demands ya kupewa pesa. Pesa itatolewa kwa mwanaume, pewa mwanamume mgani? Kwa sababu sisi tuko focus na mambo ya barabara. Utatoa mabilioni upatie mwanaume kazi gani kama watu hawana mabarabara? He is a transactional guy. And I want to repeat, Sudi Kombo is not a leader. Is a transactional guy. Is in business. Na kama hamuna habari, hata nimesikia anaambia Kalonzo kama anataka support yake ampatie 1 billion. Ulizeni Kalonzo kama hiyo ndio sio ukweli. He is now asking for money. Wewe support, wewe leta pesa nikusupport. Na mimi nashangaa huyo Kalonzo kwanza atatoa pesa wapi? Na hiyo rambi yenye alifanyiwa ilitoa only 5 million. 5 million hata haiwezi gharamia mikutano ya sub locations yenye tunafanya 1 week. Yeah? Na huyo ndio mtu ambaye anataka kutuchelewesha. Senator we county ya Machakos Agnes Kavindo Muthama nigaganirie company yokoros chiguru chumuliro ya Kengen wakana bari bamenyete angeneri bwago ria masinga aya nigachiri chinga ke company eyo eganiti gutumika ekerengo kitekiendemero ase ensemo eyo. Before you raise that wall, I am requesting you kindly, and it's not actually a request. These are my people. You are taking their land. They should know how you are going to compensate them. Sure. Lazima wajue mutawakompensate namna gani. Na ni lazima mukae chini na wao mkubaliane kabla hamjapandisha hii ukuta. Ndio muweze kuwaeleza mutawalipa pesa ngapi, alafu ni lini kabla hamjafanya hiyo. Hii mashamba yao ndio wanategemea kulisha familia zao, kusomesha watoto wao na pia kujitegemea wenyewe. Na hii area watu hapa hawatusumbui na njaa kwa sababu ni watu wako very active, they are very hard working, wanafanya kazi yao na mikono yao. Kwa hivyo Kengen, na sijui ni kwa nini muko na vita na watu wangu. Juzi nilikuwa Kivaa kwa sababu mumechukua mashamba yao na mumeoverlap sana. But I thank God mumekubaliana kulete surveyors wenu na wao walete surveyors wao, muweze kukaa chini muangalie mipaka yenu pahali imefika, na kule mumeoverlap ndio either muwacompensate ama muondoke kwa mashamba yao. Na hii ninaongea kama senator wa Machakos. I will not relent. I will fight for my people. Thank you. Ndio wapate haki yao. Na sitarudi nyuma. Na nataka kujua hata president. Hapa Machakos kuna shida nyingi sana ya mashamba. Kwa nini ni Machakos tu? Ukienda upande ule wa Embu utapata hao watu wa Kengen wamechukua tu sehemu ndogo kabisa, na hata hao watu wako upande ya Embu wanaruhusiwa kulima. Hapa kwangu wanakatazwa hata kulima. Why the double standards? Kwa nini standard mara mbili? Wale ni watu kama hawa wako huku ni wa Kenya. Hawa ni watu wa kama hawa wengine wako hapa. Na hawa watu wote ni wa Kenya na wanastahili pia kutunzwa na kulindwa kama vile wanalindwa. Wekirayo hayagendera tukuru ase county ya Machakos no twekira mweri wa maya asenchira yo benge chinsa 10 kurene nse yamoni chinsa sato Frede kerwa nachuka yaratara ase enchira yo wekira no nase obwagare munagendera tukwarigandwa ase omogoroba obono wekeria nkyogendera gotengere merobende yatigere ase ritukuri meriane Ishmael Mogere.